lenye maajabu, iliko hazina tangu vizazi na vizazi. Hakuna mtu anayeruhusiwa kuingia ndani ya pango hilo. Kila aingiaye hakika hugeuka kuwa sanamu ya mawe. Kila aliyejaribu kwenda kuchunguza siri hii hakurudi kamwe. Vijiji jirani waliogopa hata kusogelea eneo hilo. Kijana mwenye ujasiri anaamua kujaribu kukomboa kizazi katika njia hatarishi. Je, furaha itanarudi katika kijiji cha Mwikalo? Pango la hazina ya mizumu. Kijiji cha Mwikalo kilikuwa na siri kubwa. Hakuna aliyeruhusiwa kwenda kwenye mlima wa giza usiku. Wazee walidai kuwa mlima huo ulikuwa makazi ya viumbe wa kichawi waliolinda utajiri wa kale. Vijana walitamani kujua kuhusu siri hiyo na utajiri unaopatikana huko, lakini wazee waliwazuia kwamba hawaruhusiwi hata kusogelea huko. Lakini vijana wengi hawakuamini. Mpaka siku moja, sauti ya kilio cha ajabu ilisikika msituni. Rudini, rudini. Sauti ililia kwa upepo. Wananchi wakafunga milango kwa hofu. Baadhi ya wanakijiji waliokuwa wakitoka kisimani walitupa ndoo zao za maji chini kwa hofu, bila kuhofu kupasua ndoo, na kukimbilia ndani na kufunga milango ya nyumba. Lakini kulikuwa na kijana aliyeitwa Musa. Kijana aliyekuwa na tamaa ya utajiri kupitiliza. Alimfuata Juma na kumuuliza kwa sauti ya udadisi, Juma, nasikia kuna dhahabu ndani ya ule mlima. Hivi unajua kuwa tukipata hata kidogo, maisha yetu yatabadilika? Namaanisha kuwa tunasahau habari ya umaskini kabisa, ndugu yangu. Juma naye alijibu kwa kujiamini, huku akiwa amemtolea macho Musa. Hizo ni hadithi za wazee. Wakati huo, Musa akijishika kwenye nguo zake, akatoa mfuko mdogo wenye sarafu ya ajabu iliyong'aa kwa moto wa kijani. Musa akamwambia Juma, nimepewa hii na mzee mmoja msituni. Amesema ni funguo ya kuingia kwenye pango la utajiri. Amesema tukiwa na hii tunaweza kwenda huko bila upinzani. Juma akaanza kuvutiwa, huku akisogeza mkono wake ili kugusa ile sarafu yenye kung'aa. Aliigusa kwa kuiapasa kwa hofu, akimuuliza Musa, "We, mbona ya ajabu na kuvutia hivi?" Wote walicheka na kugongana viganja kwa furaha, na kila mtu akaenda kwenye chumba chake na kulala. Asubuhi yake yenye utulivu na ubaridi kwa mbali, wakati kijua cha mapema kikichomoza, wakaenda kumwona Bibi Nalia aliyekuwa amekwisha kuamka mapema, akifagia uwanja wa nyumba yake, huku amewasha moto uliokuwa unatoa joto tamu. Mazingira ya nyumbani kwake, Bibi Nalia aliwakaribisha kwa furaha, akiwatania kwa kuwaita waume zake. Musa bila woga alimuonesha Bibi Nalia ile sarafu ya kung'aa. Ilikuwa bado ina nuru yake bila kupungua. Alipoona sarafu ile, uso wake ukabadilika ghafla. Bibi akaongea kwa ukali na kufoka, huku mate yakimtoka kinywani. "Mmechezea kifo! Hiyo ni sarafu ya wachawi wa mlima." Upepo mkali ukaanza kuvuma ndani ya nyumba. Moto ukazimika wenyewe. "Rudisheni mlikotolea hiyo sarafu. Mnataka kutuletea matatizo kijijini kwetu nyie vijana." Bibi Nalia aliongea kwa hofu na hasira sana. "Msipoirudisha kabla ya mwezi mpevu,
kivuli kitawafuata, huku akiwasukuma na kuwafukuza nyumbani kwake. Aliongea kwa sauti sana. Juma na Musa waliondoka, lakini hawakuonyesha hata hofu. Hawakutaka hata kusikia yale maneno yenye maonyo ya kutisha. Musa aliongea kwa sauti ya kunong'ona, mimi nimechoka kuwa maskini. Ni bora kufa sasa kuliko kuwa na hofu na kuendelea na haya maisha ya umaskini. Usiku uliofuata, Juma na Musa walikaa kikao na kujiuliza wafanye nini kuhusiana na hali hiyo. Waliamua wakaelekea mlimani, sehemu iliyokuwa ni marufuku kwa watoto na vijana kwenda huko, sehemu ambayo waganga pekee walikwenda huko kwa ajili ya kuchimba dawa. Inasemekana wengi waliokwenda huko kwa ajili ya uchunguzi hawakurudi, lakini Juma na Musa waliamua uamuzi wa kwenda huko. Walipokuwa njiani, kulikuwa na hali ya kutia hofu. Miti ilianza kutembea. Sauti za watoto zilicheka gizani. Kivuli kikubwa kilikuwa kinawafuata nyuma. Bila wao kujua, walijitia nguvu na matumaini. Wasikubali kurudi nyuma. Waliamini wanao ule ufunguo ambayo ni ile sarafu. Juma alianza kumuuliza Musa kwa hofu, ndugu yangu, unakumbuka maelekezo ya mtu aliyokupa hii sarafu? Kuwa makini, usisahau hata moja. Huku mbona kama sehemu ya kutisha sana. Musa hakumjibu kitu chochote. Alikuwa anatembea kwa umakini, akiangalia mbele kwa kutoa macho. Taratibu walianza kusogelea kwenye pango lililokuwa linasemekana kuwa la ajabu zaidi. Walipofika kwenye pango, sarafu ile ikaanza kuwaka moto wa kijani. Mlango wa jiwe ukafunguka pole pole, bila ya mtu kuufungua wala kuusukuma. Ghafla kiza kikubwa kikaonekana ndani. Kulikuwa na giza kubwa, kana kwamba usingeweza kuona vizuri nini kilichopo mule ndani ya pango. Popo wengi walitoka ndani na wadudu wengine wakubwa mithili ya nzige wanene walitoka mule ndani. Harufu nzito na sauti za ajabu zilisikika kutokea mule kwenye pango. Mambo hayo yaliwafanya wasite kidogo, wajawe na hofu. Waliangaliana kwa kutoleana macho kwa muda kidogo, kisha wakatikisa vichwa vyao kwa pamoja, ishara ya kukubali na kuamua kuingia ndani ya ile pango. Wakawasha moto kwa kutumia fimbo na nyasi nyingi ili waweze kuona vizuri. Safari ikaanza. Hawakuamini macho yao kabisa. Waliona nuru kwa mbali kwenye lile pango. Walizima moto na kuamua kuifuata ile nuru. Musa alitoa macho kwa kile alichokiona na kumuuliza Juma, hicho ni nini? Ilikuwa iking'aa. Juma akajibu kwa sauti ya mshangao, ni dhahabu. Ndani ya pango kulikuwa dhahabu, fedha, vito vya thamani na sanamu za watu waliogeuka mawe. Musa bila kujizuia akakimbilia kuchukua dhahabu. Ghafla sauti nzito ikasikika, aliyechukua mali yangu atatoa roho yake. Macho mekundu yakawaka gizani. Musa akaanza kutetemeka, lakini tamaa ikamzidi. Akaweka dhahabu mfukoni. Mara ardhi ikaanza kupasuka. Pembeni kulikuwa na sanamu zimesimama. Jambo la kushangaza likatokea. Sanamu zikaanza kugeuka kuwa watu hai wenye macho meupe. Wale sanamu wakawa viumbe. Wale viumbe wakaanza kuwafukuza. Juma alipiga kelele, tuondoke! Lakini Musa akaanguka. Mkono mweusi ukatokea ardhini na kumshika. Pale alipokuwa ameanguka, Musa macho yakamtoka
alitoka kwa hofu sana. Musa akamwita mwenzie, Juma, nisaidie! Lakini kivuli kikamvuta chini ya ardhi. Kelele zake zikanyamaza ghafla. Dhahabu yote ikageuka kuwa mifupa. Juma akakimbia kwa hofu bila hata kuangalia nyuma. Hakukumbuka tena hata habari ya kwamba alikuja na mtu mule pangoni. Alikimbia kwa spidi ya ajabu ambayo hajawahi kukimbia. Juma alikimbia hadi kijijini nyumbani. Ulikuwa umekwisha kuwa usiku sana. Alikuta kijiji kimetulia kwa utulivu, watu wakiwa wamekwisha lala. Alikimbia mpaka nyumbani na kwenda kulala. Alihema kwa spidi sana. Macho yake yalikuwa mekundu kwa hofu. Aliazimia moyoni mwake atakaa kimya na hatamwambia mtu yoyote kilichotokea. Wakati huo huo akitafuta namna ya kwenda kumsaidia rafiki yake. Muda ulipokwenda zaidi, alipitiwa na usingizi mzito na alimuona rafiki yake akiwa amejaa damu, analia kwa sauti, lete ile sarafu tafadhali, lete ile sarafu na kuomba, naomba unisaidie, na hata usipofanya hivyo na wewe utakuja tu huku, huwezi kukwepa kamwe. Mwisho alipiga kelele kwa uso wa kutisha, hauwezi kukwepa, hauwezi. Juma alishtuka na ilikuwa imekwisha kuwa asubuhi. Alikuwa amejaa jasho mwili mzima na moyo ulienda mbio kwa sababu ya ile ndoto ya kutisha. Aliamka na kutoka nje akiwa mwenye hofu. Alihisi kila mtu anajua kilichotokea jana, lakini hakuna aliyejua chochote. Juma alijua tu mtu pekee anayeweza kuwasaidia sio mwingine ila ni Bibi Nalia. Hivyo alifunga safari na kwenda kwa Bibi Nalia ili kumweleza kile kilichotokea jana kwenye lile pango ambalo aliwazuia wasiende, lakini wakang'ang'ania kwenda. Juma alifika kwa Mama Nalia kama kawaida. Alimkuta amewasha moto ile asubuhi akifajia uwanja wake. Alipomwona Juma, Bibi Nalia alishituka kidogo. Akamsogelea kwa mwendo wa taratibu, akamuuliza, mwenzio yuko wapi wewe? Kwa mara ya kwanza Juma alianza kutokwa na machozi. Alikaa chini kwa sababu miguu yake ilimkata-kata. Tumbo lake lilikuwa kama tumbo la kuhara, liliunguruma kwa hofu. Bibi Nalia alimuuliza tena kwa sauti na ukali, yuko wapi mwenzio? Na kuuliza, na ile sarafu iko wapi? Juma alianza kuongea huku akitetemeka midomo yake. Bibi, tusaidie. Musa amekwama huko kwenye pango, ametekwa. Bibi aliishiwa nguvu. Akakaa huku ameshika kichwa chake kwa mshangao. Akauliza kwa ukali, mlienda huko nyie? Si niliwazuia lakini? Juma alikaa kimya tu huku machozi na makamasi yakimtoka, akisema na kumpigia magoti Bibi Nalia, msaidie Musa bibi, msaidie tafadhali. Bibi Nalia akasema, nisikilie kwa makini. Niliwaambia mtatuletea matatizo kijijini, lakini ona sasa nisikilize. Njia pekee ya kuondoa laana ni kurudisha sarafu kwenye mlima kabla ya alfajiri kesho. Na ikiwa ukifika mwezi mpevu, basi haturudi tena rafiki yako. Basi kulikuwa kuna dada mmoja aliyejulikana kwa jina la Zubeda. Alikuwa ni rafiki ya Musa. Basi Juma alimhadithia kila kitu kilichotokea huko kwenye pango la ajabu. Zubeda akajitolea pia kwenda usiku kupeleka ile sarafu. Hivyo mikakati ya kwenda huku ikaanza, wakiongozwa na Bibi Nalia. Waliambiwa iwe ni siri yao tu, maana wanakijiji wakijua watatengwa milele, maana watu waliokwenda huko waliaminika kuwa wanalaana. Juma na Zubeda wakaenda. Walipofika,
Upepo ulikuwa mkali, maiti zilionekana zikitembea, sauti za wachawi zilijaa hewani. Mtu wa ajabu akatokea. Alikuwa mzee sana, ila mrefu pia sana. Akatokea ndani ya moto wa kijani na moshi mzito. Alikuwa anaongea sauti nzito kana kwamba inakwaruza na ngurumo. Alikuwa anasema, alikuwa roho moja lazima ibaki. Juma akajitolea, lakini Zubeda akarusha sarafu kwenye moto wa kichawi. Mlima ukaanza kulipuka, mapepo yakapiga mayowe. Mchawi mkuu, yule mzee wa ajabu, akatoweka kwenye moto mkubwa. Yule mzee wa ajabu akatoweka kabisa. Ile hali ya kutisha ikatoweka mule pangoni. Harufu ya kutisha haikusikika tena. Zile sanamu ambazo zilikuwa kama watu zilianguka chini na zikayeyuka kama mchanga, lakini Musa hakuonekana, japo utulivu ulitawala mule ndani. Juma alianza kuita kwa sauti, Musa, 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 huku akizunguka huku na kule kwenye zile kuta za lile pango. Zubeda pia alikuwa akimfuata nyuma. Walitafuta kwa muda mrefu sana, lakini hawakupata majibu yoyote. Walikata tamaa, walikumbatiana kwa huzuni, walilia sana, walikaa chini wakazungumza kwa huzuni. Walisema, labda tulichelewa kuja, atakuwa amekwisha potea. Waliamua kurudi nyumbani. Walipofika kijijini, walimwambia Bibi Nalia kilichotokea. Bibi Nalia alimuuliza Juma, unamkumbuka huyo mzee aliyekupa hiyo sarafu? Juma akasema, hapana, simkumbuki. Wakati wakizungumza, Juma alitoa macho kwa mshangao na kutoa sauti, bibi, yule mzee huyo hapo. Alimuona yule mzee. Yule mzee alikuja pale walipokuwa wamekaa, akampongeza Juma kwa kusema, hongera sana kijana, kwa ujasiri umeokoa kijiji kwa kusambaza mizimu yote ya mlima wa kivuli. Juma aliuliza, sasa yuko wapi Musa? Yule mzee alijibu, Musa na wengine waliokuwa wameshikiliwa wako huru sasa. Walienda na kuwakuta wamefungiwa kwenye chumba kimoja huko kwenye pango. Waliwaokoa na wanakijiji walifurahia sana, na tangia kipindi kile ule mlima ukawa hautishi tena watu. Walikwenda huko kuangalia na kufanya shughuli za kawaida. Huu ukawa ni mwanzo wa hadithi ya kusisimua ya kudumu kwa vizazi vyote vya kijiji cha Mwikalo na jamii yote. Watu walijifunza kupitia hadithi hiyo ya kusisimua. Usisahau kusubscribe na kuandika chochote ulichojifunza. Asante kwa kusikiliza hadi mwisho.